Yo bwana, mambo vipi shabiki wa Baba Ivan Supply, shabiki wa Voice ya Mtaa sio bwana? Bwana, leo kwenye Voice ya Mtaa tuko mitaa fulani hivi, tunataka kumtembelea mwanetu Macho Kitengo saa 2. Unajua mwanzilishi mwenyewe wa namba huyu hapa tupo naye, afu ile kama unavyoona nipo na ana kibao, tapiga nao ma story tukiwa na producer yake hapa. Unajua Dani, ngoja kwanza ajitambulishe. Bwana, mambo vipi? Bwana, kama kawaida mwana. Sana usio? Utawa ndugu yangu. Unakwenda kama nani mwana, ujitambulishe? Bwana, mimi kwa majina nakwenda kama producer Medi Touch au Medi Killer. Flow. Medi Killer? Kama unataka kusikia Killer ndio huyu hapa Samkali, au sio bwana? Kazi kibao anafanya nini? Ndio producer official wa nani? Wa Macho Kitengo. Bwana, naona uko na mwanao, au sio? Kama unavyojua familia, si unajua tumekutana nini? Tunapiga mastori mawili matatu, tunabadilishana mawazo ili tuangalie maisha yanavyokwenda. Ujue na na jambo lako, ujue mwanangu, ujue. Mimi au sio? Baridi mimi nipo ama tupo wote hapa mwanangu. Bana, naona sasa hivi ujue unaelewa, umesogea, alafu sioni kazi nyingi za Kitengo ukiendelea kufanya. Kuna utofauti au nini? Hapana, ni swala la muda tu, kwa sababu kila kitu ni maandalizi. Kwa hiyo sisi tupo katika maandalizi sasa hivi, ndo kama alivyokuelekeza hapo. Kuna project kaziachia, japo sijashiriki kwa 100%, lakini hizi zilizokuepo sasa hivi mimi mwenyewe ndo mpishi, yani wa kila kitu. Bwana, kama tunavyojua Kitengo kaachia nini EP. Hasa katika EP ni noma, kama unavyojua bwana, ni noma, na leo tupo hapa kwa jambo la EP mwanangu. Jambo la EP sasa 2 wote sawa, hakuna chawa mwanangu. Huyu hapa nipo naye kama unavyojua, na EP imetoka mwanangu. Mwenda kukimbizana tu. Kuna EP tumesikia imetoka na EP nyingine hii hapa. Yaani kuna EP hizi 2 zinazosumbua sasa hivi. Unajua nalikwambieje? Kuna EP ya Matupa season 2 afu kuna EP ya mwanangu. Mwanangu, EP yetu inaitwaje? Sio EP yetu inaitwa Tatu za Uswahilini, kali za Uswahilini, Tatu za Uswahilini. Tatu za Uswahilini. Bwana, nipo naye, jitambulishe vizuri mwanangu. Bwana, mimi kwa jina naitwa Macho Kitengo, artist for Singeli New Generation. Sawa, Macho Kitengo. Saa 2 mwenyewe. Saa 2 OG. OG mwaka si OG ziko masa 2 kama ziko 2 3 hivyo sielewelewi. Saa 2 moja tu, haziko 3 wala 2 wala 4. Saa 2 yako inaitwaje? Saa 2 ni moja tu, haibadiliki. Kim ndo na saa 2 yake OG. Mimi sijui. Jeusi ndo na saa 2 yake Magaidi. Bado sijui. Kwa hiyo saa 2 Magaidi wachekelea OG si leo hapo. Yaani ukizungumzia saa 2 unamaanisha wachekelea. Saa 2 ni wachekelea. Bwana, ukizungumzia saa 2 leo ndo tumepata jibu bwana. Saa 2 sio Magaidi, saa 2 sio nini. Saa 2 ukizungumzia saa 2 unazungumzia wachekelea. Niko na mwenyewe CO Raisi wa saa 2. Hizo blabla ndo zisikia mtaani, achana nazo mwanangu. Mwenyewe huyu hapa leo. Na kuna EP kaiachia. Story zote ni kusoza saa 2 so nini, story ni kuhusu EP yake ni mawe. Bwana, EP ina track ngapi mwanangu? Bwana, EP katika EP yangu ya kwanza ina track 5. Naona bwana, na hii hapa hii Tatu za Uswahilini kuna bakola kama 3 hivi, ngoma 3 official. Tatu za Uswahilini zimetoka wiki hapa hii, au sio bwana? Zipo all digital platform zote. Kwa hiyo wewe mwanangu, nenda kasikilize EP hiyo hapo. EP inaitwa Tatu za Uswahilini, zipo katika blogi zote zinazosupporti Singeli na zingine ambazo zinasupporti muziki mzuri. Kwa hiyo EP unaipata na kwenye mitandao mingine all digital platform EP unaipata. Jina la kwanza linaitwaje ya ngoma? Jina la kwanza la ngoma inaitwa Dalali. Ya pili? Ngoma ya pili inaitwa Naogopa. Ya tatu? Ngoma ya tatu inaitwa Kichefuchefu. Ngoma ya kwanza Dalali. Bwana. Yaani kwenye goma la Dalali hapo nimekumbuka kitu mwanangu. Kuna clip ina trend sana TikTok niliona kuhusiana na goma la Dalali. Kumbe ipo katika EP hiyo Dalali? Hiyo ngoma ipo katika EP yangu ya Tatu za Uswahilini. Idea ya Dalali ulipatia vipi? Maana ile idea mwenyewe ni ukikuja kuisikiliza sana, ile idea ni wengi imewakuta ile majambo kuhusiana na watu wanaotafuta vyumba Uswahilini. Ile bwana, idea ile bwana mimi nilipata kutokana na story kama unavyosema. Tulikaa kati ya ndugu zangu kadhaa hivi. Kwa hiyo katika story ndo mtu mmoja katika ndugu zangu akahadithia hicho kisa kilimkuta huko maeneo ya Mbulahati huko. Kwa hiyo mimi ile swali nikalibeba kama mimi ndo mhusika, nikaliumizia kichwa, nikaifanya kwa kazi kama ngoma kama unavyoisikia vile, Dalali official. Singeli maisha ya kweli. Singeli maisha ya kweli. Sasa maisha ya kweli ndo haya hapa. Kwenye goma la Dalali mwanangu
ni maisha ya kweli ambayo yamemkuta mwanae, yamemkuta mtu, na so yeye tu, hata rafiki yako yule, rafiki yako yule, ni lazima itakuwa imemkuta ile jambo. Tuchalazie kidogo, tuchape kidogo tukusigo madalali ili mradi ajue kweli Singeli maisha ya kweli. Bwana kanivuta kwenye hatari huyo, kumbe anavizia mali, nilimuona kama dalali mama, kumbe ndo mpiga kabali huyo, nasema kanivuta kwenye hatari tena, kumbe anavizia mali, nilimuona kama dalali tena, kumbe ndo mpiga kabali huyo. Asema nikanyagia hapo, kuna mstari mimi nataka ule wa kwenye challenge ule, mimi ndo nautaka ule naambiwa kuna siku nilitafuta chumba mitaa ya Mbulati, nikampata dalali anaitwa Mashati. Kuna siku nilitafuta chumba mitaa ya Mbulati, nikampata dalali anaitwa Mashati. Dalali nikamuuliza eti chumba nakipatia wapi? Dalali akanijibu hilo usiwe na wasi, chumba umekipata, tuongozane mtakati, tulia, chocho ya kwanza, chocho ya pili, jiani situpo wawili. Nikasikia sauti dalali anasema subiri, na ile nasubiria, sindo dalali kanilukia, papatu miguvu mingi na mifukoni kaniingia, sio tambo sio pesa ya kodi nikachukua nakuja kutaluki, kumbe ni mwizi kaniibia. Uswahilini ukiambia Singeli maisha ya kweli, na maanisha, na tunamaanisha sisi ambao tuna support na wasanii wanangu wanaoimba muziki wa Singeli, au sio bwana? Singeli maisha ya kweli. Dalali bwana, mtu unatafuta chumba huku chocho ya kwanza, chocho ya pili, dalali kumbe mwizi bwana. Sasa mwanangu, EP yako bwana, hujaogopa kuachia EP kipindi hiki? Matupa naye kaachia EP yake. Mimi waga simuandafiage mtu katika kazi zangu, alafu simwangalie mtu nini anafanya, mimi naangalia harakati zangu. Shaona bwana. Kwa mimi nikijisikia bwana kuwapa mashabiki zangu muda hapa kitu cha kwangu, siangalie tikisa nani kaachia kazi. Mimi sipo kwa sababu yao, nipo kwa ajili yangu na mashabiki zangu. Kabisa. Kwa hiyo hujahofia chochote juu ya kazi zake baada ya kuachia? Hujahofia chochote. Yaani kama alivyoachia yeye na mimi ndo nilivyoachia, kwa sababu yeye kaachia kwa niaba ya mashabiki zake na kwa niaba ya game la Singeli, na mimi nimeachia kwa niaba ya mashabiki zangu na game la Singeli. Umeona Kwa muziki bwana upo hivyo. So yeye kaachia ngoma yani kama mabifu anatengeneza mashabiki, au sio? Ndio maana yake. Kwa hiyo ukitana labda na Matupa kaja unapiga naye story fresh. Official sina ubaya naye. Kwa hiyo unaweza kutegemea kuna kazi na itakuja kutokea mbele au? Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mbona inawezekana? Hakuna kitu kinachoshindikana chini ya jua. Sasa tunaamini kwamba wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na anaposema Mungu inawezekana basi inawezekana, hata kama mwingine atasema bwana hakuna, lakini kwamba yeye akishasema inawezekana basi ujue inawezekana. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa hiyo usikae sasa ukaona saa 62 sijui nini na 45 hivi. Ndio labda saa 62 wote sawa bwana, au sio bwana? Saa 62 mkubwa wa Mungu. Mungu akunji saa 62, au sio bwana? Hasa IP yetu kama nilipokuambia imetoka na ipo tayari 3 za Uswahilini. Si atuogopi sio nikafanya kazi, sio nikaachia kazi, sio nikafanya kila mtu anaachia kazi kutokana na mashabiki wake. Mwanangu, katika hii EP uloiachia sijaona kwenye uongozi wako kusupport, maana naona sasa hivi upo chini ya uongozi wa meneja Badroso. Alafu katika EP hivi kuna support yote ilo supportiwa juu ya EP hii 3 za Uswahilini? Support ipo. Afu kingine kisichojulikana au nambo ninachotaka niwafumbue mashabiki zangu, au sio, na watu wananifuatilia kwamba mimi ndio nipo label international gang, sawa, chini ya usimamizi meneja Badroso, ila pale katika international gang, au sio, kuna mameneja pale sisi ni ya 6, sisi ni ya 7. Ushaona bwana. Kwa hiyo kama unavyomuona meneja Badroso ana msanii pale anamsimamia, anaitwa Fomu. Huyo ndo ambaye anamsimamia. Japokuwa wote sisi tupo chini ya meneja Badroso, lakini kwamba mimi pale nina meneja wangu. Meneja wangu mimi anaitwa pale meneja Pasha. Huyo Pasha ndo official katika kazi zangu mimi na kunisimamia mimi katika muziki wangu. Kwa hiyo juu ya yeye na mimi katika mazingira yetu ya kazi ndio tunajuana, lakini kwamba itakapofika katika hali ya kuonesha kwamba kuna ugumu wa jambo ndio tunaweza kulifikisha kwa mkurugenzi mwenyewe international, tukamwambia bwana, hapa mkurugenzi, kuna changamoto moja mbili ambayo tunaona sisi hii inatugea uzito katika kazi zetu, basi hatamaliza. Lakini juu ya kazi zangu mimi ananisimamia meneja Pasha. Bwana, sasa hiyo hapo hiyo leo bwana ndo katuweka wazi mwanetu, au sio bwana? Wengi mnakaa mnajua baba meneja Badroso anaweza kuendesha wasanii wote wale. Lebo ni ile ile, lakini ndani yake kuna mameneja si chini ya 6 ambao kila meneja anamsimamia msanii wake. Kwa hiyo mwanangu hapo ipo chini ya uongozi wa international gang. Lakini meneja yako meneja Pasha.
Si neno hapo mwanangu, macho kitengo. Au sio bwana? Bwana mbona kuna maneno yanatupiana na Jeusi. Hii kwa sababu ya hii namba mimi sina maneno yanatupiana na Jeusi. Kuna EP ya nyuma mimi nilisikia ile EP. Kuna ngoma Babu tulia babu nahisi Babu tulia babu, ile ngoma kama kuna mistari sijui, hebu nataka unipe ile mistari. Hamna bwana. Ndio Nikwambie kitu, unaona? Kwenye maisha au sio? Maisha bwana, maisha hapo, maisha unajua nakwambia maisha ni safari au sio? Ndio. Na katika safari kuna kupanda, kuna kushuka au sio? Kuna wakati wa changamoto, kuna wakati wa furaha, kuna wakati wa huzuni. Kwao mimi naweza ngasema ni kwa huko tulipotoka mpaka hapa tulipofika, yote ilikuwa ni maisha tu. Ushaona bwana? Kwa wale waliopita mimi naona yashapita, sitaki nimzungumzie wala sitaki niongee kuhusu chochote kuhusu yeye. Ushaona bwana? Lakini kuna interview kadhaa niliona anasema kuwa yeye ana support tu kuhusu yani namba yeye anaisupport tu. Ukweli ndio uko hivyo, yani ukweli ndio uko hivyo. Namba ilipotokea mwenyewe haijui. Sawa? Sisi ndio tunajua namba hapo ilipotokea. Mimi na ndugu yangu hapa Meditouch, Utaila. Enzi na enzi au sio? Miaka hiyo, sio miaka hii. Sawa? Lakini kwamba kwenye kusupport hatuwezi kumkataza mtu kusupport, na ndio maana hata unaona wengine wana support na so wao tu. Watu wengi wana support mpaka sasa hivi ninapofika hapo saa 62 watu kibao wamesupport, so yeye tu. So unajua kwa hiyo katika hizo support ambazo watu wanasupport, waache wa support, lakini vile vile ijulikane, na inajulikana, so ijulikane, inajulikana kwamba 32 wachekelea chimbuko lake ni Kisemvule. Sawa? Na ambaye waasisi ambao 32 waasisi 32 ni bwana mimi na ndugu yangu hapo Meditouch. Umesikia bwana kuhusu 32. Sasa kabla hajafika mbali na niongelele jambo la 32, mimi nataka ule ukanyage ule babu tulia babu ile babu tulia babu, mimi nataka ikanyage hapa. Hata watazamaji unaposema kuhusu 32 bwana, 32 sio ya Jeusi wala sio ya nani au wengine ni wa support. Nataka sasa watu wajue kweli kupitia mstari ambao umewazungumzia. Babu tulia babu, mimi nataka nikuambia nyimbo hii hapa hii. Babu tulia babu haina ujumbe mzuri. Haina ujumbe mzuri. Babu tulia babu ananichapa msanii. Ananipa surprise ambao mimi nimekuja na goma la babu tulia babu, akaniambia hiyo sio. Kuna official ambao ujumbe utafika kwa mashabiki wa 32. Alafu kama mkijua bwana, 32 official ndio huyo hapa, sio mwenyewe nipo naye bwana hapa leo, au sio bwana? Hasa chochote kuhusu 32 leo utakisikia kuhusu hapa, na EP tayari ishatoka 3 za Uswahilini. Yaani ukisema 3 za Uswahilini inabidi ufanye hivi, 3 za Uswahilini. 3 za Uswahilini. Si neno mwanangu, nichapie hiyo kibao kipya surprise ambayo umeniandalia mwanangu. Jamani, wazee wa mishina madili wote 32 watembeaji makatili wote 32 wachekelea kama ngili wote 32 wenye roho za kijangili wote 32. Nasema nikisema 3 itikia 2 wote 3 2 3 2. Nikisema 3 itikia 2 wote 3 2 3 2 3 2. Ndo kikosi cha Masela toka Bongo paka Jozi kwa Mandela. Vichwa mikuki bize na kusaka hela, wafu wachupi wapo bize na madela. 3 2 sio namba ya washamba, 3 2 ndo namba ya makamanda. 3 2 atusapoti utoto, ukijiona mtoto weka cheze baikoko. 3 2 kacha, 3 2 Masela imani kama rasta, 3 2 chata, 3 2 flagi la Masela lo, hatuna pigo za kunata. Yo, 3 2 sio namba ya makuzi, 3 2 sio namba ya matozi. 3 2 flagi kubwa, 3 2 ya wasaka noti ya tumaindi mapozi. Najiza titi tena jaza mikakati, 3 2 ndo namba ya harakati. Wasaka noti kufosi ya tuchoki, 32 flagi kubwa ndo kikosi. Sti neno. Hii bwana, umesikia hivi kanyago? Sasa hivi kanyago mwanangu kuhusu 32 mwanangu, sitaki niongee sana mwanangu. Mwenyewe umesikia majibu yote kuhusu 32. Mwenyewe ndio huyu hapa, au sio bwana? Na kwenye mstari wa hapo, hii ngoma ni pedili au ni tekatili? Hiyo inaitwa 32. Hiyo ndio 32 yenyewe. 32 kama 32. Ila kuna makatili nayo kali, ila leo muda mdogo mwanangu, tuna mastori naye mengi mwanangu, si unajua? Sema katika hii mstari ambao umekanyaga. Hivi hujawahi kufikiria hata siku moja kuimba hip hop kama Matupa? Hip hop? Hip hop